Chane, wewe una roho yako na mimi ni roho yangu. Wewe una roho yako na mimi ni roho yangu. Nataka tukumbushane kitu kimoja kwa upendo tu. Mafundisho mengi yanayopatikana sasa, iwe kwa njia ya mitandao au kwa wahubiri. Mafundisho mengi yanayopatikana sasa, iwe ni kwa njia ya mitandao au kwa wahubiri, tunayokutana nayo. Nazungumzia chakula cha kiroho. Mengi hayatoshi kukufikisha mbinguni. Mengi hayatoshi kukufikisha mbinguni kwa sababu yanakuandaa kumiliki dunia, na hali una tabia mbaya, na hali una jeuri, na hali bado wewe ni mzinzi, na hali wewe bado ni mtenda dhambi, kwa sababu yanakubariki wakati wewe umelaaniwa. Unajua maisha yako unayoishi. Hebu fikiria, nikwambie mfano huu. Unatabiriwa wewe ni mbarikiwa wa Bwana wakati bado tabia yako ni mbaya. Kumbe ungepata injili dozi ya kukusaidia ukabadilika maisha yako kwanza ya kiroho. Hebu fikiria, unatabiriwa wewe, unaona kuwa mtu mkubwa, kwa msaada wa Mungu utafika, lakini bado wewe unaye mke wa pili, bado ni muongo, bado ni msengenyaji. Kumbe ungelipatiwa mafundisho na dozi nzuri ambayo ingekusaidia ukabadilika. Leo nataka nifundishe jihadhari na mafundisho mengi ya sasa. Hayatoshi kukufikisha mbinguni. Unaendelea kufurahia kutabiriwa, lakini tabia yako bado ni mbaya, lakini bado maisha yako hujampendeza Mungu. Utafikaje mbinguni? Mafundisho mengi ya sasa yanakuandaa kumiliki dunia, kujenga majumba. Hayakuandai kwenda mbinguni. Mimi sizungumzi kwamba kumiliki dunia au kujenga au kupata gari ni vibaya. Ninachozungumzia ni lile tumaini sasa ambalo katika hilo tunaamua kuokoka. Maana kuokoka, tumaini kubwa ni kuingia mbinguni kwanza, ndipo mengine yafuate. Na ndio maana Yesu amesema, utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake yote, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo basi, usifurahie kutabiriwa kujenga majumba. Usifurahie kutabiriwa utapata visa uende Ulaya. Usifurahie kutabiriwa utaolewa na mzungu. Usifurahie kutabiriwa utaolewa na tajiri, wakati hali yako ni mbaya, wakati tabia zako ni mbaya. Ndivyo walivyo wahubiri wa sasa. Wengi wao hawazungumzi kweli. Wengi wao wanasaka pesa, wanataka wakufurahisha, ushangilie, upeleke fedha madhabahuni. Na kuambia leo na kuonya, mafundisho mengi ya sasa hayatoshi kukufikisha mbinguni. Yanakuandaa kumiliki dunia, na wakati duniani tunapita, utakufa mwanamke, utakufa mwanaume, nitakufa mhubiri, lakini kinachotakiwa kikubwa cha mno, tufike mbinguni, tufike mbinguni, tufike mbinguni, tufike mbinguni. Ninachotaka ni kushauri, unaposikiza mahubiri na mafundisho kwenye mitandao, unatakiwa kila fundisho ulipime kwanza kama lina uzima ndani yake kabla ya kulimeza, kabla ya kulitendea kazi. Inawezekana ukalichukua litendea kazi likaendelea kukupoteza na kukuweka mbali na Mungu, na kukuweka mbali na Mungu, na kukuweka mbali na Mungu. Nataka nikukumbushe kuhusu chakula hiki cha kiroho kinachopatikana kwenye maisha ya sasa, kinachopatikana kwenye dunia ya leo, iwe ni kwenye mtandao, iwe ni kwa wahubiri tunaoletewa, iwe makanisani mwetu. Wengi wao wanakuja kututabiria, wengi wanakuja kututabiria. Naona kuna mtu hapa ana gari, naona mtu hapa, wakati wewe unayetabiriwa bado unajijua una dhambi. Maisha yako ni maovu mbele za Mungu. Nisikilize kanuni ya Mungu ya kubarikiwa. Tangu Israeli ilikuwa kwanza ni kushika amri zake kwa bidii, ndipo baraka zikujilie. Mafundisho mengi ya sasa hayatoshi kukupeleka mbinguni. Mimi nimemaliza. Ni kazi yako kuendelea kupima. Guduka kwenye maisha yako. Huyo mhubiri anayekutabiria kila siku unashangilia, unampelekea na sadaka yako, roho yako inapotea. Nikukumbushe siku ya leo, ni muhimu kupima kila mafundisho unayoyapata sasa. Hata wachungaji wengine wa kweli wamepitiwa, wameanza kuhubiri kama mitume, wameacha kunyosha njia, wameacha kuwatengeneza watu kuandaa kwenda mbinguni kwanza, ili ya kwamba hata kama tukimiliki duniani na mbinguni tukaingie. Bwana Mungu akubariki kwa neno hili fupi la kukumbushana.
Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Barozi Andrea Labani Daniel. Simu yangu ni 0622888039. Bwana Mungu wa mbinguni na kubariki. Nataka niombe kwa ufupi. Baba, katika jina la Yesu, kupitia neno hili ambalo tumejifunza na mtu huyu, naomba Bwana tusaidie kulielewa, na nyakati tulizo nazo zilizo ngumu sasa, mafundisho mengi yanatujia. Chakula cha kiroho hakitoshi kutupa afya za kufika mbinguni, wakati tangu Yohana ufalme wa mbinguni mpaka sasa unapatikana kwa nguvu. Tusaidie Bwana na msikilizaji wangu kujilinda na kupima, ili tutembee katika usahihi na njia ya Mungu. Kwa jina la Yesu hai, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.